wakati Herode alikasirishwa, yeye akaamua kile atafanya, atamaliza watoto wote na ataanza na vijana. Na akasema wote vijana walio na umri huu wamalizwe, because sometimes the male gender is never compassionate. Nikiwa mwanaume, male gender is never compassionate. Sisi tunakuanga hivyo wanaume. Hata tukikufa, nyinyi ndio mnakumbuka. Nyinyi mkikufa hatukumbuki. Ndio unaonanga hapa Soso ameitwa atoe ushuhuda. Anasema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, tusalimiane akiloli. Majina yangu ni Mary Ngonyo. Wa mzee alikuwa anaitwa Samueli. Sisi hauwezi sikia. Atubeo kwe. Julius alilikana na wake. Sisi tunakaa brutal. Ukichomoka tuna search nyingine, tunapea na kuconnect. Ni ngumu sana usikie mzee akisema haleluya. Haleluya. Majina yangu ni Karanja. Wa mwanamke alifariki alikuwa anaitwa Eunice. Ushawahi sikia? Lakini hakuna Soso anaweza simama hapa asahau mzee hata kama aliaga miaka 50. Sisi hatukai hivyo. Roho yenu ndio inakuaga moja. Roho yenu ndio inakuaga. Roho za huyu hata ya Pastor Julius uingie ndani. Uone imekatakatwa kama ploti za kuuza 50 by 100, 40 by 90. Alafu sasa bibi yake anagawiwa eka. Wala Yesu atukuzwe. Mzee mmoja aliuliza bibi yake, nikikufa, bibi yake akamuuliza, nikikufa unaweza oa mtu mwingine? Bwana akamuuliza, nakosa aje na wewe sasa, si hii mtakaa aje peke yako na maandiko yamekubalia? Akamuuliza, na sasa atakuwa anakaa huku, kwani atakaa wapi kwingine? Na anaweza vaa viatu zangu? Huyo haziwezi mtosha, na vaga namba 6. Already yako. The male generation, the male gender is never sorry. But a woman, the compassion of a woman can change the society. If JCM tunataka kwenda mbali, lazima wanawake wote wa JCM wahubiri hii injili ya compassion na njia kubwa hata kuliko sisi wanaume. Wakati Tabitha alifariki, dunia yote ilijua, kwa sababu alikuwa anashona sweta, anapea maskini chakula. Unataka kuniambia kwa hiyo kijiji yote ya Jopa hakuna mtu mwingine mwanaume alikuwa anapeananga? Lakini kupeana ya mwanamke ilikuwa na uzito, kwa sababu moyo wake unajulikana, unakaa hivyo. Bwana Yesu atukuzwe. Wanawake tu peke yao ndio wanaonaga watu na wanyama ni the same. Na ndio hata kuku ikichinjwa wanafungaga macho. Sisi kuichinja ni kuikanyaga shingo. That is the difference. The compassion lifestyle of a woman can change a lot. Na wanawake mna nafasi kubwa sana ya kuletea ufalme huu mavuno. Bwana Yesu atukuzwe. Ya kuletea ufalme huu mavuno. Mimi nasemaga mimi ni bishop na sikataangi, lakini si mimi ni mwanadamu bado. Sometimes tunakujaga hapa na yeye kwanza amefanya vizuri, nasema hivyo akiwa nje. Tunakujaga hapa Sunday, hatutaki kuonana. Si mimi ni bishop, kwani nataka kuficha? Mufikiria ati mnahubiri yangu na malaika. Mnasema mnahubiri ni malaika ati hema dhaguthi nekirete ndari ikiano kubuka. Sometimes tunakujaga hapa, sisikii kumuongeleza. Lakini tukiambiwa angalia jirani yako na kaonanga hapa pananiangalia hivi, na mimi sisikii, hata maybe ni mimi nimemkosea akaninyamazia. So kuninyamazia na mimi nikakasirika. Wake girera neke wewe. Na wake wa wachungaji hapa mna kazi. Wake wa wachungaji wana asifiwe. Hapa mna kazi. Either mkasirike ama msikasirike, lazima mtunze kanisa. Lazima mtunze. Wewe attitude zako acha na huko kwa ng'ombe. Mkiingia kanisa patiana attitude ya kanisa. Mkitoka ibada muingie gari, sasa wewe piga kelele. Lakini sasa ukitoka huko na attitude utaipatia washirika wote na hatuna haja nayo. Utaanza kufanya wamama watoke kanisa.
Mimi sometimes hata ni ngumu sana hawa washirika wajue, hata hawajawahi jua siku yenye tumekosana na siku yenye hatujakosana, sababu turn to your neighbor na kaonanga. Lakini mimi sisikii kumsalimia, mimi sisikii kumuongelesha, sababu na wanaume unajua sasa na sisi tukimea tumemea. Ego. The only person who can tame a man's ego, it's a woman. Kukosa tutakosana, kunyamaziana tutanyamaziana, lakini kazi ya Mungu lazima ifanye nini? Iendelee. Wewe mnyamazie kwa gari, lakini mkifika tu mshuke hivi gari mmeona na watu wawili wa kanisa, changamka. Nikuletee maji baridi ama moto ya ndimu ama yenye haina ndimu, vinyakali kwa kaenda kwa jora. Are we together? Ili hii kazi ya Mungu iendelee, kwa sababu ukileta attitude yetu nyumbani uichanganye na washirika ambao bado wanapitia hali ngumu, si tumeharibu kanisa? Wewe una imagine ukisalimia mama kanisa akusalimike hivi mzuri, hiyo kanisa unaweza kaa wewe? Mimi natakaga na kusalimia mpaka unasikia bishop amenisalimia. Ama niangalie kwanza, hapa tunasalimiana kama tumeangaliana. JCM hapa hatusalimianangi kama umeangalia kando, ni ndani ya macho. Guko tutiga ithanagia ronete mwena na twaga ithana no nginya turutanire wira. Nigetha kono kuguire uru mandiko maugaga wira niguo watoririe uru watho ciao. Gutoria na wira. Ano nginya urore maitho tondu hinga imenyagwo na kwa kurora mundu maitho. Ona guku rukareke mutumia kugeithia ta kurora ki mwire ndora maitho thiini, hinga citirora mundu. Bwana Yesu atukuzwe. Lilia Herode abiria, wakati Herode alianza kuua vijana, ni sauti moja ilisikika. Soma hiyo maandiko. Ndipo Herode ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti lisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Wakati Herode alianza kuua watoto, sauti iliyosikika ni ya Raheli. Na maandiko yanasema ya kwamba alitoa sauti hata asinyamazishwe, kwa sababu aliona watoto wake hawako tena. The voice of Rachel. Lazima wanawake walioketi katika ukumbi huu warudishe kilio cha Raheli ndani yao, walilie wasichana wanaoenda kufanya tabia ambazo hazifai. Kilio kililiwe vijana ambao wanaenda kufanya mambo ambayo hata desturi na tamaduni zetu zimekataa. Kilio cha wanawake hao lazima kirudi tena, ili walilie kanisa lisimame tena, walilie nchi isimame tena. When women are silent, wrong things do happen. Raheli akajua hapa, nisipolilia hawa watoto hawatarudi. Naye Mungu akaja akaambia Raheli, be sure watoto wako watarejea. The generation was restored because Rachel decided to make a voice and cry. Lazima wanawake wakubali tena kulia. Na hiyo ndio sauti ambayo wanawake wamenyimwa, ndio imeibiwa. Na hata nyinyi wanawake muache kuwa adui ya mwanamke mwenzenu, kwa sababu adui ya mwanamke siku hizi si mwanaume. Adui ya mwanamke siku hizi ni mwanamke mwenzake. Ndio unaona wanawake wengine wakisema mimi sitaki urafiki ya wanawake. Kuna watu wanatembeaga na wanaume na hafanyi tabia mbaya, lakini akiwa na wanaume anafeel ako safe kuliko akiwa na wanawake wenzake. Mwanamke akinunua kagari na hajaolewa ni single, niliwaambia hiyo makeup amerudisha ni ya kuvutia wanaume. Na labda huyo mwanamke amejitolea kwa biashara kake, akakusanya 200,000, na siku hizi ukienda Mombasa ukiwa na 200,000 utarudi na kagari ulipanga kila mwezi pesa kidogo. Lakini mwanamke hataki kuona mwanamke na gari.
Sisi wanaume ukiona mwanamke na gari, hata ni wewe unaifanya test. Kaka ni wagulile kega. Wewe mnaitanaga watano kwa choo. Kai, asiko wakoi. Kai na wanyabura. Ni tamwirire. Ino kanitha arume megukamwo ugu. Gukamwo ugu. Yani huamini mwanamke mwenzako anaweza tia bidii anunue gari. Huamini mwanamke mwenzako anaweza tia bidii anunue ploti na ajenge. Instead of encouraging your fellow women, you are discouraging them to a point of stealing their enthusiasm. Yani munaiba mpaka ile moral. Bwana Yesu atukuzwe. Munaiba ile moral iliyo ndani yao. Mwanamke akikuja tu kukwambia, mimi nasikianga niko na mwito wa kuhubiri. Ni kama amekwambia amenunua bunduki. Wewe ndio adui ya mwito wa mwanamke mwenzako. Na mimi JCM, kama unasikia kabisa wewe kazi yako umekuja hapa kuvunja wengine moyo, wewe tumekupeana kama sadaka huko. Enda jeshi la wokovu. I know and I believe that this house is seated by encouragers. Watu wanaweza kuambia mjane kama Shiko, shikilia imani, tuendelee, utasimama, tutakushikilia, tutakuombea. Mimi naona unaweza. That woman. Huyo ndiye mwanamke tunataka. Bwana Yesu atukuzwe. Wanawake wengine hawataka kuona boma ya mtu imesimama. Na wao ndio wanatengeneza vita, hata mwenye boma hajui. Mwanamke mwingine alikuja akaambia rafiki yake, gari yako inakuwa KCU. Nimeiona kwa lodging, imepakiwa hapo nje. Bwana yako lazima ako huko. Akamwambia, mimi bwana wangu wako hapa amelala. Ni bwana wako alituomba gari. Wakwe huko, na wako tuhoire. Leo guruko thiete ugo ukiuga buta ambulance. Wako hapa. Wao ndio wa kwanza kuvunja watu moyo. Bwana Yesu atukuzwe. Kama hatutalia kilio kama cha Raheli, watoto wetu hawatarudi. Ukisikia tu mama fulani akisema mimi msichana wangu ninamuona akichata na wasichana wenzake, ninaona kama amekuwa lesbian, wewe ndio wa kwanza kuhubiri hiyo kijiji yote. Mwali wawa goge. Patara ulie. When Rachel was crying, she was not only crying for her own children, she was crying on behalf of all children that have been killed by Herod. Wale wote Herod alikuwa ameua. Mungu, maandiko yanasema mbinguni, Mungu akiwa mbinguni akasikia kilio cha Rakeli. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba hata hakuwa anatulizika, hungemtuliza. If a woman in this house, you cannot cry again because of your house, hiyo nyumba itajaa giza. Wacha kushinda ukienda kuambia watu vile bwana yako anakaa. We, acha nimwambie, mimi bwana yangu waki siku hizi analewa kulewa. Na zamani hapo masikio yanasikia kama analewa kila siku, ni kumaanisha ako na pe. Mlevi wako anaanza kuindwa. Hata hiyo mambo mengine ya kitanda nitawaambia jioni. Hata siri zenu za bedroom kaa nazo. Kaa nazo. Mnaenda kwa chama unaanza kusifu bwana yako. Wa mugai. Au ma wa buru. Au maga aria maga wagire. Kwao ni kwa thongomania ni kwa kirire ni kwa hori. Makajia gwethana no cio umaga wake. Ni kuri ndeto cia kwaria na ni kuri cia gukira nacio nginyo gathie. Munaenda kupeana stories zenu. Unaenda kuambia wasichana wengine hawajaolewa. Unaenda kuambia how your husband is a good man. He is a provider. Vile amekuweka vizuri. Wewe ndio mwathiririe fiu. No ukiwa Butarakeli. Kuna vitu zingine nyamaza nazo. Kama mtu huyo ni mzuri juu ni wako. Haya. Naigura makiwaterere urenda muthuri wa mundu amutumia murutirwo ku. Riu acio na hao ndio unaenda kuambia Ruben wangu akienda atakuje, lazima akuje na nyama. Watoto lazima Tuesday waletewe pizza, ni pizza day, alafu weekend Saturday lazima unaambia anatamani hivyo. Anatamani
Mm.